أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi daima. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'da, mustami'una al-kiram, ikhwatu zangu, ama baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye kasifika katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Allah pale alipomsifia kwa kusema warafa'na laka dhikraka. Ikhwani zangu, ama siku ya leo nitaelezea maji ya bahari mfu. Maji ya bahari mfu ambayo yana faida kubwa sana. Kwa Kiswahili tutaita hivyo kwamba ni maji ya bahari mfu. Kwa Kiarabu wanaita baharul mayyit, kwa Kiingereza wanaita Dead Sea. Maji haya ni maji ambayo yana faida kubwa sana katika afya na mwili wa mwanadamu. Bahari hii inapatikana katika baina ya nchi ya Filistina au Palestina na Urdun. Na sifa ya bahari hii, yani ni bahari ambayo haikaliwi na viumbe, kwa maana samaki na vinginevyo. Yani haina, yani ni bahari ambayo isiyokuwa na viumbe ndani mwake. Ndio maana ikaitwa bahari mfu. Lakini pia bahari hii ni bahari ambayo yenye kuwa na chumvi nyingi sana. Chumvi yake ni zaidi hata hii ya bahari ambayo tunaijua sisi, bahari Hindi. Hata ile bahari ile ina chumvi. Hiyo bahari mfu tena na chumvi kuliko hata hii ya kwetu hapa Mtwara. Aha. Aha. Na ndio maana hata hakuna hata kiumbe chochote kinakaa ndani ya bahari ile, sababu ya ile chumvi. Chumvi ni kali mno, inaweza ikamuua kiumbe sekunde tu. Yani hawezi akaishi mle. Kiumbe anaingia mle ni mwanadamu tu, kuingia na kutoka tu mara moja. Yani unamkia na kuondoka. Lakini sio kukaa huko. Aise. Maana yake hakuna kinachovuliwa kule kwa sababu hakuna chochote. Hakuna chochote. Hakuna uvuvi. Na ni bahari ambayo ni ndogo sana. Sio bahari kubwa kama jinsi zilivyo bahari zingine. Ni kipande kidogo tu, lakini kina maajabu makubwa sana. Kitaalamu na katika hali ya kufuatilia tiba hizi za kiimani, maji ya bahari maiti yana faida nyingi sana. Na leo biidhnillah tabaraka wa taala ndio tutasimamia, kwa sababu maji haya yatakuwa miongoni mwa michanganyiko ya aina nyingine za maji. Kwa ujumla wake ni maji aina 7 ambayo yataingia katika mchanganyo yote kwa pamoja, na atapewa mtu kwenda kutumia kwa maana ya kunywa na kukoga, ambayo hiyo ni tarehe 25 na tarehe 26. Tarehe ambazo ni tarehe za mwisho wa mwezi huu wa 12, lakini pia ni tarehe za mwishoni katika mwaka 2021. Lakini tarehe hiyo 25 na tarehe 26 itakuwa ni Jumapili na Jumamosi.
ambayo itakuwa ni Jumamosi ya mwisho katika mwezi wa 12 na itakuwa ni Jumamosi ya mwisho katika mwaka 2021. Lakini pia itakuwa ni Jumapili ya mwisho katika mwezi 12 na itakuwa ni ya mwisho, Jumapili ya mwisho ndani ya mwaka 2021. Na tumeziteua siku hizi mbili ziwe ni siku ambazo za kwenda kuondosha nuksi, mikosi, mabalaa, hasadi, vijicho na kufunga mwaka 2021, kwa maana yale mazito ambayo yalikuwa kituandama basi yatuondoke kwa idhini yake tabaraka wa taala. Kwa mjumuiko wa maji hayo aina 7 yatatumika kwenda kukoga kwa maana ya kujiondoshea mikosi, nuksi, mabalaa ya aina mbalimbali, maradhi ya aina mbalimbali, na tutakunywa katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo wewe ambaye unasumbuliwa na maradhi ya aina mbalimbali, maradhi mazito, maradhi yasiyotibika, maradhi yaliyoshindikana, njoo tutumie maji haya aina 7. Ama pia wewe ambaye unasumbuliwa na mikosi, nuksi, kazi haziendi, biashara haziendi, unatafuta kazi upati, watoto hawapatikani, vizazi vimekuwa vipatikani, waume wamekuwa hawapatikani, wachumba hawapatikani, kuolewa huolewi, balaa juu ya balaa, mipango unaipanga haiendi, miahadi unazoahidiana hazitimii. Katika hali ya namna hiyo tunasema kama tuliteseka ndani ya mwaka 2021 kwa mateso ya maradhi ya kibiolojia, kwa mateso ya maradhi ya kichawi, kwa mateso ya maradhi ya kishetani, basi tunaenda kufunga mwaka kwa kuomba dua maalumu ambayo itakayoongozwa na suratul Fatiha. Lakini pia tutapata maji ya kukoga, tutapata maji ya kunywa, na tutachinja kwa kichinjwa kwa kumwambia Mwenyezi Mungu atutakase na yale yote yalikuwa tukitusumbua ndani ya mwaka 2021. Na sasa tunajiandaa kwenda kupokea mwaka mpya 2022. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuingize katika mwaka huo uwe ni mwaka wenye mafanikio, mwaka wa kupata, mwaka wa kuongokewa na kile ambacho unachotaka kiongoke wako wewe kwa idhini yake azza wa jalla. Sasa kuanzia nilivyoanza tokea tarehe 15 nikianza kuelezea faida hizi za maji ambazo tutaenda kuzipata, nilianza na maji ya tufahul hindi, jauzul hindi, nikaja nikafuata nikaelezea maji ya mvua, faida zake na matukufu yake, na leo naelezea maji ya baharu el-mayit, bahari mfu. Kwa hiyo haya ni maji matatu ambayo leo nikimaliza nitakuwa nimeelezea maji aina 3. Lakini bado kuna maji mengine ambayo ni maji ya wardi, maji ya kisima ambacho hakijapata kupigwa na mionzi ya jua tokea dunia hii kuwepo, yani tokea kisima hicho kuwepo katika dunia hii hakijapata kupigwa na mionzi ya jua. Lakini pia kuna maji ya Zamzam, maji ya Zamzam ambayo ni matukufu sana katika uso huu wa dunia, ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyaelezea kwa undani wake. Lakini pia kuna maji ya makutano ya bahari mbili ambayo Allah tabaraka wa taala ameeleza katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Kwa yote tunasema kwamba ni maji mchanganyiko ambayo tutaenda kuyapata siku hiyo ya tarehe 15 na tarehe 16 ambayo itakuwa ni Jumamosi na Jumapili. Zikariri hizo tarehe zisije kukupita, zikariri hizo siku mbili zisije kukupita, ambazo ni tarehe 25 itakuwa ni Jumamosi, tarehe 26 itakuwa ni Jumapili. Hizo ndizo siku za kwenda kuuaga mwaka 2020 na moja hapa nyumba ya tiba na dua, maeneo ya Ligulabi, barabara ya Runyota, jirani na Amigo. Waweza kunipigia mimi Sheikh Khamis Suleiman kwa namba 0713 43 98 91, 0713 43 98 91. Na maji yenyewe ni machache mno, maji yenyewe hayajapatikana kwa wingi kwa sababu yanakotoka ni mbali, kana kwamba makutano ya bahari mbili, maji ya makutano ya bahari mbili yanapatikana mbali sana. Ukiangalia maji ya bahari maiti yanapatikana mbali sana. Ukiangalia maji ya kisima yanapatikana mbali sana.
Sasa na ukiangalia gharama ya maji ya Zamzam pia ni ghali mno sana. Kwa hiyo nyumba ya tiba na dua imeandaa kwa kiwango ambacho ilichowezeshwa na Mwenyezi Mungu. Maji ni machache, kwa hiyo utakapoweza kuweka oda zako mapema, maana yake ni kujihakikishia kuyapata maji hayo kwa urahisi na wepesi zaidi. Na maji hayo yatapatikana kwa chupa moja shilingi 10,000 kwa idhini yake tabaraka wa taala. 10,000 hiyo utapata maji, 10,000 hiyo utapata dua, 10,000 hiyo utapata kufanya kafara ya kichinjwa cha mnyama siku hiyo kwa idhini yake azza wa jalla. Lakini kesho sasa, kesho jamani, kesho ni siku ya Jumamosi. Kesho ni dua maalum kwa ajili ya watoto wetu, na Jumapili yake. Kesho Jumamosi na kesho kutwa Jumapili ni siku maalum kwa dua za kuwaombea watoto wetu, watoto wenye kuwa na mihangaiko, matatizo, mabalaa, shida na mitihani ya aina mbalimbali inayowatokelezea. Basi ni siku ya kesho, njoo na watoto wako wote tuwaombee dua, tuwafanyie maombi na wapate zawadi maalum iliyoandaliwa na nyumba ya tiba na dua, ambayo wao watalipia shilingi 3,000 kwa kila zawadi moja inshallah. Karibuni sana siku hiyo ya kesho kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Ikhwan, ndugu zangu, fawaidu ma'ul bahri mayit, faida za maji ya bahari maiti. Ama faida ya kwanza ya bahari hii tunasema ya ilaji iltihabi annatij an aljuruhi wa tasri' shifaiha. Maji haya yana uwezo mkubwa kwa idhini yake tabaraka wa taala kutibia maumivu yote yaliyopo katika mwili wa mwanadamu, ambayo maumivu hayo asili yake ni vidonda katika mwili wa mwanadamu, na kufanya haraka kwenda kumtibia maradhi yake. Ama faida ya pili tunasema الترويح عن النفس وتخلص الإنسان من المشاعر السلبية المتمثلة في القلق والتوتر والاكتئاب. Ni maji haya mtu atakapokwenda kuyakoga na kunywa, maana yake ataenda kumfanya kuwa na furaha ya nafsi, kurelax, yani atarelax, yani ile hali yake itarudi kuwa katika hali nzuri, na kumuondoshea matatizo ambayo yanayompitia katika mawazo yake na akili yake, na ule msongo wa mawazo uliogandamana katika mwili wake, na ile shida, yani kama dhiki fulani zilizopo katika maisha yake, katika nafsi yake, zitaenda kuondoka kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Lakini faida nyingine ambayo ni ya tatu ya maji ya bahari maiti, tunasema takhlisi aljismi min as-sumumi wal jarathimi almutarakkumati fihi. Tunasema ni mtu ambaye ataweza kuyatumia maji haya ya bahari bahari almayiti, atakayeweza kuyatumia maji haya, basi ataenda kuondosha sumumu, yani kwa maana ya sumu zilizosheheni ndani ya mwili wake. Wapo watu ambao wana sumu nyingi katika mwili, ingawa hili neno sumu mimi ninaweza kuwa nalimaanisha kitu kingine, lakini wanamtwara wakanielewa kwa maana nyingine. Bwana Mnakani, narudi kwako kwanza hapa, maana wewe ni ndio mwamba wa Kiswahili. Mimi nimekaa hapa Mtwara takriban mpaka hivi leo tunavyoongea, ndio yani tokea mwezi wa 7 mpaka sasa ni miezi mingapi? Mwezi wa 7, 7, 8, 9, 10, mwezi wa 5, miaka 5. Mwezi wa 5, miezi 5. Miezi 5. Sio mwezi wa 5. Ni mwezi wa 5 tangu uje Mtwara. Wallah. Yani maana yake imeshapita miezi 5. Allah. Lakini mwezi huo wa 5 bado haujaisha. Sasa katika moja ya lugha ambayo nilijifunza hapa Mtwara, ni ile mtu akikwambia kwamba mimi nasumbuliwa na sumu. Mimi nasumbuliwa na sumu, maana yake wamempiga kitu wewe. Salamu. Ndio maana nilikwambia kwamba inawezekana hii sumu ninayozungumza mimi ikawa ni tofauti na ile sumu ambayo ile neno sumu linalotambulika na wana Mtwara. Nilichojifunza kwa wana Mtwara, sidhani kama ni wote au ni baadhi yao, lakini nilichojifunza huku, neno sumu maana yake ni uchawi.
Ndio. Kwamba nina sumu nyingi au babangu ana sumu nyingi sana mwilini mwake. Maana yake ana mzigo mkubwa sana katika mwili wa kichawi ambao waliofanyiwa. Ndio maana ya neno sumu. Sasa ndo hapo nikasema bwana mekani ngoja kwanza nikurudisha nyuma japokuwa una shughuli zako hapo. Niseme takhallusu al-jismi min as-sumum. Kwamba maji haya yanafanya kazi ya kuondosha sumu katika mwili. Naam. Sasa sumu hapa kwanza sumu hizi sio kwa nukta hii ninayozungumza ya sumu hii sio sumu ile ya uchawi kwa maana ya uchawi. Sumu zinazokusudia hapa katika hii nukta maana yake ni zile sumu zinazopatikana katika vileo, vilaji na vinywaji. Mathalan sigara, bangi, sijui cocaine, madawa kulevya, au vinywaji vyenye alcohol nyingi au vyakula vyenye sumu nyingi na vitu kama hivyo yani. Kwa hiyo watu tunakuwa tunatumia vitu vya namna hiyo, kitendo ambacho kinasababisha mwili kusheheni sumu kama hizo za aina hiyo katika hali ya namna hiyo. Sasa kwenda kuziondosha sumu katika mwili wako ambazo sumu hizi zinazozielezea sio hizi kwa maana zinazotambulika kwa maana ya uchawi, basi unatumia maji haya kwa kuweza kuondosha sumu katika mwili wa jarathim na wadudu au bakteria waliopo ndani ya mwili wako. Maana yake na bakteria hawa wapo aina nyingi. Kuna bakteria wa UTI, kuna bakteria wa gonorrhea, kuna bakteria wa kaswende, kuna bakteria, kuna wadudu wa vidonda tumbo, kuna wadudu sijui wa bawasiri, sijui kuna kadha wa kadha, lakini almuhimu kwamba bakteria yoyote iliyopo ndani yako ukitumia maji haya unaenda kuyaondosha kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Kwa katika hali ya namna hiyo lakini pia matumizi ya mafuta maji haya tunasema bitali ja'alahu akthar qudrata ala tasaddi al-adawati wal amrad al-mukhtalifa. Lakini pia unapokunywa maji haya utasababisha mwili wako uwe na kinga ya kuweza kuzuia maambukizi ya bakteria au ya maambukizi ya magonjwa mengine katika hali ya namna hiyo. Ama faida ya 4 ya maji haya baharul mayyit tunasema musa'adatan ala tanzimi an-nashat al-ghuddah ad-duruqiyya min khilali tajarru'i madatu al-yud al-mawjudah fihi. Tunasema maji haya yanafanya kazi kubwa sana katika kufanya tanzime nashat al-ghuddah ad-duruqiyya au ad-darqiyya. Sema yanafanya kazi ya kwenda kufanya ile tezi ya kooni, kwa maana kwamba kutokupatwa na ile durukia ghuddati durukia au tadakhum al-ghuddati durukia kwa Kiingereza wanaita goiter. Goiter Kiswahili wanaita nini ile? Unakuta yani ile imevimba hapa shingoni. Kuna kinundu kimetokelezea pale shingoni pale. Utasema nundu ya ng'ombe lakini iko hapa mbele hapa. Inaitwa rovu. Kiswahili inaitwa rovu. Ila ikiwa hapo nyuma kibiongo. Ukiwa ile nundu ikiwa huko nyuma inaitwa kibiongo. Ikiwa hapa mbele kwenye koromeo inaitwa rovu. Ya sala. Ndio maana mimi nakutegemea sana kwa baadhi ya lugha ili nisije nikatamka lugha ambayo ikawa si halisi. Lakini kwa Kiingereza wanaita goiter. Naam. Ama kwa Kiarabu wanaita tadakhumul ghuddati ad-darqiyya. Kwa katika hali ya namna hiyo inaenda kumzuilia mtu ambaye ana mashambulizi ya hiyo durukia, hiyo goiter au vile vimelea vinavyoashiria au kupelekea yeye kuanza kupata na huo ugonjwa. Kwa hiyo anapokunywa haya maji na kuweza kukoga, maana yake anaenda kujitibia tatizo hilo. Na ndio maana tunasema na sisi mwaka huu tunaenda kufunga katika hali za namna hiyo kwa kukoga na kunywa na dua na kuchinja kwa idhini yake tabaraka wa taala tarehe 25 na tarehe 26. Ama faida ya maji haya nyingine tunasema imdad jismi bilmaadin allati taqwi jihaz almanaa. Lakini pia unapokunywa maji haya maana yake ni kana kwamba unasema unaenda kuongeza uwezekano wa kuzalishwa chembe kinga katika afya na mwili wako. Lakini pia faida ya maji haya ya bahari mfu
Tunasema utakapokuja kuyanywa na kuyakoga, kitu gani kitachoenda kutokea tena? Tunasema tazdad al-jildi bikimyati idafiyya min al-yud at-tabi'iyya alladhi yusiu al-aw'iyati ad-damawiyya. Kwa maana kwamba utaenda kuitengeneza ngozi yako, na si kutengeneza tu ngozi yako ikawa ni halisi na salama, lakini pia utaenda kutengeneza mishipa yako ya utembezaji wa damu ikafunguka na ikasafika kutokana na vile vitu ambavyo vilivyosheheni ndani ya mishipa ya damu. Mfano, mishipa ambayo iliyosheheni ndani yake mafuta, yani cholesterol, maana yake itaifanya damu iweze kutembea chini ya kiwango, lakini pia itafanya damu iweze kutembea sambamba na mafuta. Hivyo damu hiyo ikawa edha ni nzito sana katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo unapokwenda kunywa maji haya tarehe 25 na tarehe 26 au katika hali hiyo, maana yake unaenda kusafisha mirija mishipa ya damu kutokana na takataka zilizoambatana katika kuta za mishipa ya damu katika hali hiyo biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini pia tunasema faida ya maji ya baharu maiti ambayo utaenda kuipata siku ya tarehe 25 na tarehe 26. Faida yake nyingine tunasema ya ilaji al-amrad al-jildiyya allati qad tusabbibu bashar mithl as-sadafati wal-eczema wal-quruh al-musmina. Mwanachuoni huyu anasema pia utumiaji wa kunywa na kukoga maji ya bahari maiti, maana yake utaenda kuondosha maradhi ya ngozi allati qad tasibu al-bashar, ambayo maradhi hayo ya ngozi yameweza kuipata ngozi yako. Mithl, mfano as-sadafia. Sadafia ni kama vile, na hapa bwana Mnakani inabidi unisaidie. Ndiyo. Embu unaona kama hizi rungu ziko hapa. Unaona kama hivi, sio? Ndiyo. Inaitwa nini hiyo? Hivi. Unapokunja ukishakunja yake. Unaona kuna utofauti katika vidole vyangu. Ukiangalia hapa na huku. Huko sawa? Hapana. Huku kuna nini? Yaani kuna asili kama ya makovu. Hii inaitwa sugu. Yes. Sio kwa wale ambao wanaofanya mazoezi kama push up vile. Anapiga push up kama hizi wanatengeneza kwenye vidole vyangu hapa. Wanatengeneza vialama kwenye vidole ambavyo vinaitwa sugu. Yes. Sasa hiyo inakuwa kama as-sadafia. Lakini sasa kuna wale ambao sasa wanatumia hii mikorogo, wanaita mkorogo, sio nitumie Kiswahili hicho kama nimekosea nisameheke. Ndio inaitwa kwamba mchanganyiko wa vipodozi yani. Sasa kuna vipodozi vyenye kemikali nyingi sana. Katika kujipodoa ndio amekuwa mweupe. Lakini kwenye hizi nini ni finga, sio? Kwenye hiyo mikunjo lazima utaziona zile. Unaziona zile suku kumebakia weusi. Sasa vitu kama hivyo hatari. Subhanallah ya salam, nisende sana, lakini iko katika hali. Lakini pia maradhi ya eczema yanaenda kutibika, walquruha almuzmina, na vidonda ndugu. Bwana Mnakani, kuna mtu anakuwa na kidonda kina miaka 5 sasa mpaka kinatengeneza urafiki. Kinaitwa kidonda ndugu. Kidonda ndugu. Kwa hiyo urafiki tu kinatengeneza na ujamaa kabisa. Subhanallah. Kwa tunaenda kukiondosha kwa idhini yake tabaraka wa taala siku ya tarehe 25 na tarehe 26 kwa kupata maji haya ya bahari maiti. Ambao ndani yake maji haya bahari maiti kutakuwa na mchanganyo wa aina nyingine ya maji mengineyo kama maji ya Zamzam, maji ya bahari, makutano ya bahari mbili, maji ya kisima, maji ya mvua, maji ya Jauzul Hindi, maji ya wardi. Na katika hali za namna hiyo tutaenda kutibia shida zetu kwa idhini yake tabaraka wa taala. Na sadaka yake ni shilingi 10,000 tu kwa idhini yake azza wa jalla. Lakini pia tunasema takhallusu albasharati min alhubub alshabab, kama vile kwenda kumtibia mtu mwenye tatizo la hubu alshabab, zile nini zile ni pimples, sio? Ni pimples, vile chunusi. Yes. Wallah. Zile chunusi ni Kiingereza ni Kiswahili? Ni Kiswahili. Kiingereza inaitwa nini? Rashes. Ya salam. Mimi najifunza lugha hiyo juu. Maana hakuna aliyezaliwa anajua, au sio? Naam, ni sahihi. Sasa kwa lugha ya Kiarabu inaitwa hubu shabab, chunusi. Kwa Kiingereza rashes. Ya salam. Naam.
hizo zinaenda kutibika pia kwa kuondoka na hizo shida zilizopo. Lakini pia watakhfifi min dhuhuri nadabati wal buq'i, na hata hivyo kuenda kuondosha zile kudhihirika kwa hizo nashos na rashos na yes. ile buq'i kama vialama vilivyo kama vikovu fulani hivi hiyo inaenda kusafisha katika mwili wako. Kwa kumbe kuna wale ambao wakati mwingine wanatumia madawa ya kufuta chunusi na yanaacha makovu. Ndio. Lakini pia maji haya utaenda kutibia muadiyati amrad al-mafasil wa rheumatism. Utaenda kutibia maradhi ya viungo na rheumatism, misuli. Lakini pia maji haya ya baharul mayit tunasema yana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuondosha matatizo ya mafuta katika uso wako wewe mwanadamu. Yani kuna watu ambao nyuso zao zina mafuta mengi sana kiasi kwamba anajitahidi kutafuta vitu fulani vya kukausha yale mafuta yaliyokuwa mengi ndani yake. Kwa kutumia maji ya bahari maiti, manake mtu huyu ataenda kukaa sawa. Lakini pia kazi nyingine bwana Rajabu Mnakani na msikilizaji wangu kwa ujumla, tunasema tarehe 25 na tarehe 26 tunaenda kukoga maji kwa maana ya kuondosha mazito yote yaliyotupata ndani ya mwaka 2021 kwa maji na dua na kuchinja tunaenda kufanikiwa. Sasa maji kajitibia Mtume Ayubu. Naam. Kuchinja alifanya pia Mtume Ayubu. Ibrahim na Ibrahimu pia alifanya. Yes, hii dua na Yusufu pia alifanya. Yes, salam. Hapa mitume wengi wamefanya dua. Kuchinja Ibrahim. Kwa hiyo lakini bahati mzuri tangu siku ya kwanza tunazungumza na kuchinja Mwenyezi Mungu kukueleza nje ya Mtume Ibrahim pia. Nasema baada wa billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar. Naam. Sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Kwa tunaposema kuchinja isije mtu akasema wanataka kuchinja ushirikina. Kuchinja ni jambo ahamu kasbu hal yas. Ukiachilia mbali na ile ya kuchinja Nabii Ibrahim, lakini hapa amezungumza kuchinja. Lakini kitu ambacho nilikuwa nataka niulize ni tumezungumza maji ya aina 7 na uliorodhesha siku hiyo na tukiwa tunatazama maji ya aina moja. Tumetazama ya aina kama 3 hivi bado maji aina 4. Ila kwenye kuchinja hujatuambia tunaenda kumchinja nani? Kama ni kuku tuandae. Pale wapo mbuzi pale. Kuna mbuzi kama wote. Njoo tuchinje na tutoe sadaka ya nyama. Mbuzi ambaye tayari wewe umeshamshika na kusemea shida zako zote za mwaka 2021 kwamba Mwenyezi Mungu hawa wanyama wakichinjwa na damu zao zikamwagika ndivyo matatizo yamwagike kwangu mimi. Kuku tuchukui kuku. Kuku mnyama mdogo kabisa. Kuku ambaye hata mtume yote tunachukua kile mwenye miguu 4, ng'ombe, kondoo, vitu vya namna hiyo, ngamia. Na ipo siku biidhnillah tabaraka wa taala tutamleta ngamia hapa Mtwara. Unanikumbusha hapa. Dua ya ngamia itafanyika siku hiyo. Unanikumbusha hapa. Tena tutakuwa na kitikio chake. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna. Unamtaja jina kabisa. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat ma ji'tum bihi sihiru Allahu sayubtiluhu. Yani hiyo ni dua ya ngamia maalum tutakuja kuifanya biidhnillah. Ngamia itakuwepo hapa Mtwara na dua yake itafanyika. Kuna jambo analikumbusha. Wakati niko Dar es Salaam
ilikuwa naenda napenda sana kwenda Naam. Napenda sana kwenda maeneo ya Dovia. Dovia kule ukipita pale relini kama unaenda kule kwa Mpalange. Yes, katikati hapa pana msikiti hapo. Ule msikiti unaitwa msikiti wa Ngamia. Kwa Mpalange. Hujafika huko mbali sana. Pale relini Dovia. Ndio. Mbele kidogo kuna msikiti hapa lakini uko kwa ndani kidogo unaitwa msikiti wa Ngamia. Na ule kila mwaka lazima uchinje. Wanachinja ngamia. Naam. Sasa na sisi tutakuja kuchinja kwa maana hasa ya kumuomba Mwenyezi Mungu atuondolee. Pale kwa mara ya kwanza ndo nilipiga nyama ya ngamia. Basi mara ya pili utakuja kuipigia nyumba ya tiba na dua. Biidhnillah. Tuseme inshallah. Inshallah. Naam. Ama faida nyingine ya bahrul mayit. Qala almualijin, wanasema matabibu. Sikiliza hiyo namna gani? Qala almualijin, wanasema watabibu min as-sihri wal hasad wal aini, ambao wanatibia tatizo la machawi, tatizo la hasadi, tatizo la kijicho, wa ba'd al-amrad al-ukhra, na baadhi ya maradhi mengine. Hawa watibabu wanafanya wamesema wamesema haya ambayo ninataka kuyasema muda huu, kwamba alati tusabbibu hadhihi al-umuru anna min ad-damn fawaid ma'u al-bahr al-mayyit lis-sihr, kwamba moja ya kazi ya mambo ambayo inaweza kuwa ni dhamana kubwa kabisa kwa kutibia uchawi ni maji ya bahari maiti. Tunasema anna al-insan, kwamba mwanadamu insabakahu fi arkan al-manzil alladhi ya'ishu fihi فهو قادر بفضل الله عز وجل على أن يصرف العمارة من البيت. Sikiliza maajabu hayo. Wanawazuoni, matabibu wanaofuatilia tiba hizi bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu wamesema kwamba haya maji ya bahari maiti yenyewe tu kama yenyewe ukiyachukua na kwenda kuyaweka katika arkanul bait, yani kama vile sunona pale kwenye kona ile, sio? Kona ile na kona ile na kona ile na kona ile. Ukaweka au ukamwaga tu nini na nini binia kwa ile nia yako, basi umarul baiti wale wataondoka. Umarul baiti unajua nini? Ni yale mashetani ya ndani ya nyumba. Mtu analala anasikia mayoyoyo mle ndani, mchakato kama watu wanatembea, ukiangalia hakuna, mara uko chumbani lakini unasikia jikoni kama kuna vijiko vinagongana hivi, unasikia hivi hao watoto hawajashiba tu mpaka wanaenda kutafuta chakula kingine huko. Ukienda kuangalia watoto wenyewe wanakoroma huko chumbani, vidogo tu hata vionekani. Hiyo ndio vile vile. Unajiuliza huyu ni mtu gani? Kapitia wapi? Milango tumefunga, madirisha tumefunga. Kapitia kwenye nyufa kwenye nini? Kumbe ni wale wazee wa kazi wale. Walioko ndani ya nyumba hiyo hiyo. Ambao wamegeuza kama sehemu ya makazi. Kama makazi yao. Nyumba umejenga mwenyewe. Umekarabati mwenyewe, umepiga rangi mwenyewe, kila kitu mwenyewe, lakini wao wamekuja wameweka makazi. Wallah. Kama ya kwao. Kama ya kwao. Kwa hiyo wanawazuoni wanasema yale maji tu ya baharul mayit ukienda kuyaweka katika kwenye kona za nyumba au kama ukarashia ndani, basi hakai mtu pale. Ndio. Mchawi yote hagusi ndani. Na ndio maana unakuta kwamba hata ile bahari yenyewe hata viumbe hawakai. Ni maji hatari sana Sheikh. Kwa tiba hizi za kiimani ya salamu ni bakora nzito. Kwa samaki akitoka huko akija kwenye mpaka wa ile bahari hagusi, kwani yeye mwenyewe hajui, anakata kona anarudi. Yeye mwenyewe anajua kwamba pale sipo. Kama jinsi wewe unavyojua kama nikienda hivi huko sio. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo, kwa hiyo bifadlillahi azza wa jalla an yasrifa al-umara min al-bayt, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, basi ukifanya hivyo kwa maji hayo, basi hao muhammar al-baiti wataondoka. Lakini pia mwanachuoni akaeleza kwa maji hayo, anasema kama qila anhu aidha, kama jinsi pia ilivyoelezwa kuhusiana na haya maji, anna al-masuhur hina yanzilu al-bahr al-mayyit wa kana bihi sihru yatimu fakhi bi amri Allah azza wa jalla, kama jinsi ambavyo mtu
aliyerogwa mwenye sumu za kichawi akiingia kwenye ile bahari yenyewe, akizama, yani akidumbukia, kwa maana kwamba anakoga kama kukoga kwa kawaida kama hivyo wao wanakoga kwenye hii bahari yetu huko. Yani akadumbukia, akatoka, akadumbukia, anakoga. Yani ile kitu kinachokudumbukia mle na uchawi hapo hapo umekufa. Yani kama kibatilisho kilichokuwa kizuri cha kuharibu machawi ya mtu ni maji ya bahari maiti. Tanifanya nianze kuwaza huko kwenda kuiona ile bahari ikoje. Sasa wewe usiwaze, njoo hapa nyumba ya tiba na dua. Nije nione maji yenyewe. Maji yenyewe yakoje? Kwa sababu hapa sina hela bana, na 10,000 tu ya kuja hapo. Basi ni bora nitumie 10,000 kwa sababu huko nahitaji pengine milioni. Sasa sina. Takuja na. Kwa katika hali za namna hiyo. Kwa nini inakuwa hivyo? Anasema wadhālika li'anna al-ma'u bahrun mayyit lahu fa'idatun kabira fi fakki sihr bifadlillahi 'azza wa jalla wa huwa subhanahu wa ta'ala al-qadir 'ala kulli shay. Anasema kwa sababu hiyo ya maji haya kuwa yanaweza kuondosha sihri au kuondosha uchawi ni kwa sababu ya fadhila zake Mwenyezi Mungu aliyofadhilisha maji haya kuwa katika muundo wa namna hiyo kwa utukufu wake Azza wa Jalla na utakaji wake na uweza wake. Sasa maji ya bahari maiti yatakuwepo siku ya tarehe 25 na tarehe 26 hapa nyumba ya tiba na dua maeneo ya Ligulabi, barabara ya Nyota, ambayo haya maji ya baharul mayit pamoja kwamba yanafanya kazi hii peke yake, bali tunayaongezea nguvu zaidi na zaidi na zaidi kwa kuyaongezea, kuyachangania na maji ya kisima, kuyaongezea nguvu na maji ya Zamzam, kuyaongezea nguvu na maji ya mvua, kuyaongezea nguvu na maji ya Jawzul Hindi, kuyaongezea nguvu na maji ya Majma' al-Bahraini, kuyaongezea nguvu na maji ya Wardi. Yani hayo maji kwa mjumuiko ni bomu la mchawi kweli kweli. Unaenda kumlipua mchawi, analipuka yeye na uchawi wake. Na watachapwa sana siku ya tarehe 25 na tarehe 26 ambapo ni Jumamosi na Jumapili. Watu wanatamani mwisho kabisa. Wanatamani sana. Alafu mbaya zaidi ni kwamba maji yenyewe ni machache sasa. Sasa watu wanatamani sana. Kwa hiyo ni mtu aweke tu oda yake mapema pia. Kwa umbali ule wa siku zenyewe wanatamani ingekuwa kesho. Basi ndio weka oda yako mapema usije ukaile hiyo 10,000 yako hiyo. Na unaniuliza. Naam. Ya vipi nikija kuchukua kesho sipate, niambia sasa mpaka tarehe 25. Sasa mimi nitatumia lenyewe basi ndio nikampe shehe ili uandikwe kabisa. Unakuwa hujapoteza yani. Lakini maji haya ya baharu al-mayyit, kwa kunimalizia tu kwa nukta hii, tunasema fawaidu ma'ul baharu al-mayyit lilhasad. Maji ya bahari al-mayyit kwa ajili ya hasadi. Unajua watu wamehusudika sana watu wamehusudika sana ndani ya mwaka 2021. Macho yameua watu. Yameathiri wengine. Na hichi kijicho ni ile sumu automatically ya mtu yuko ndani ya moyo wake. Anapokutazama kwa jicho lake baya, ile macho yanatoa sumu, na ile sumu inakuja kupata na kuingia mwilini. Inaharibu kila kitu. Inatembea kama ni wanyama watakufa tu. Kama ni mtoto atakuwa anaumwa tu. Kumbe ni kijicho. Kwa nini huyu amepata? Kama ni kazi imeharibika itakufa tu kwa sababu ya kijicho. Hasa wewe mnakane sasa hivi una hiki huyo umedumu sana HFM. Sasa ni hatari hii. Sasa mwanachuoni anasema la tuktasru fawaid ma'u bahr al-mayyit, yani hazipungui, haziishi faida kuzielezea za maji ya bahari maiti. Naam. Lisihri, kwa ajili ya kutibia uchawi. Ndio. Yani faida haziishi tu kwa kutibia uchawi peke yake, bali faida za maji ya bahari maiti yani ndio mbali sana mpaka kutibia tatizo la hasadi. Anasema bal wa kullama dhakarna sabiqan fa inna hunaka fawaid ma'u bahr al-mayyit lilhasad, kwamba pamoja na kwamba tumeshazungumza mengi huko, bado pia tunaweza kuzungumzia kwamba bahari maiti namna gani inavyoweza kuondosha hasadi ya mtu aliyohusudika. Sijui unanielewa vizuri? Naam. Kwa mtu ambaye aliyehusudika. Wa fawaid kathir ukhra lihadha al-bahr al-mayyit,
na faida nyingine nyingi tu za maji haya baharul maiti fi ilaji bifadlillahi azza wa jalla min kathiri min amradhi, yanaweza kutibia maradhi mengi sana kwa fadhila zake Allah tabaraka wa taala. Waqala arruqat, wamesema wale wenye kufanya ruqya wafanya ruqya, wanasahu alkathir min almardi بالاغتسال بماء بحر الميت بشكل مستمر لحين يتم شفاءهم بفضل الله عز وجل إن شاء الله تعالى وهو القادر على كل شيء. سما na maji haya ya baharul mayit, hawa wafanya ruqya na wametoa nasaha mbalimbali kwa wenye maradhi biirtisali, kwa wanatakiwa wawe wanakoga biirtisali, wayakoge maji bimai baharul mayit, wakoge maji ya baharul mayit bishakil mustamiri, kwa mara nyingi zaidi. Yani usikoge tu siku moja tu, yani kama tarehe 25 hiyo tutakuja kukupa maji haya uyakoge siku ile, lakini hata uwe na muendelezo wake tarehe 26 27 wala hata mara 3 kwa siku, yani ndani ya siku 3 kwa umeyakoga, itakuwa tayari umeshafikisha zile mara nyingi kwa sababu umeshafikia katika ile idadi ya wingi. Unapofanya hivyo basi unaenda kuponyesha maradhi yako yote ya hasadi ulizohasidika bifadlillahi azza wa jalla, kwa utukufu wake Allah insha Allah, kama Mwenyezi Mungu atapenda kwako. Huwa alqadir ala kulli shay'in, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa yote. Wa fi tajarrubi li ahad الممسوسين أنه قد نزل البحر فتوقد جسمه بالتهاب الشديد القوي لم يكن له سابق، ونشر هذا التجارب عبر الشبكة الإنترنت وموقع البحث جوليج. anasema walimchukua mgonjwa ambaye anaumwa maumivu katika mwili wake, anashtakia yani mimi mwili wote. Unajua kuna watu mwingine ukimuuliza hivi wewe unaumwa nini, nasema yani mimi naumwa mwili wote. Yani mimi mwili mzima unauma, kichwa, kidole, yani kila kitu utakwambia mimi naumwa. Sasa mtu wa namna huyo walimchukua wakampeleka katika ile bahari wakamdumbukiza. Kama kumkogesha. Kumkogesha. Yani baada ya muda kadhaa ule mtu anamuuliza vipi hali yako, unajisikiaje? Anasema yani yale maumivu yote yameniondoka. Kwa hiyo unaona kwamba ni maji ambayo yanafanya haraka sana kumtibia mtu maradhi yake ya nje ya mwili na ndani ya mwili. Ndugu zangu, haya naeleza kwenu kwa upendo mkubwa sana, na ninajitahidi kwa kila hali kuyatoa huko yalipo mpaka yaweze kuja kufikia wewe hapa ulipo Mtwara. Maji ya bahari maiti kama tulivyoeleza, bahari yake inapatikana katika baina ya nchi ya Urdun na Palestina au Palestina. Lakini tumeweza kuyapata pia. Bado kuna maji mengine ambayo hatujakamilisha, yanaitwa Majma' al-Bahrain, tunasubiria bado hajafika hapa, lakini haya ya bahari maiti ni hapo pale nyumba ya tiba na dua yashafika. Na haya Bahrain kwa sababu kuna muda mrefu na bado ya kisima ambayo tumetarajia yatatokea, ambacho akijapigwa na mwanga wa jua. Kisima hicho kinapatikana Zanzibar, Unguja, katika mji unaitwa Mangapwani. Tayari nimeshaanza kufanya processes za kuweza kuyaagiza wala kiplastiki kimoja yaweze kuja. Wenyewe wanaita shamba huko. Cha lita 8. Ni plastiki cha lita 8. Na ndio bana kwambia haya maji yenyewe ni machache. Sina uwezo wa kuyabeba malita kwa malita kutoka huko Palestina mpaka huko, haiwezekani. Lazima nitapata machache, na wale watakaowahi ndio hao watakaofaidika na maji haya. Ama maji ya mvua yenyewe tayari tushaandaa muda mrefu, lakini maji ya Jawzul Hindi tayari yapo, maji ya Wardi tayari yapo. Yamebakia maji machache tu ambayo hatunayo, na ndio maana hata hapa wale watakao kuwa kufuatilia katika YouTube account ya nyumba ya tiba na dua au ndoto yangu maisha yangu kwa vipindi hivi vilivyotangulia hawezi kuona, lakini kuanzia wiki ijayo wataanza kuona, kwa sababu ule mchanganyiko utakuwa umeshakamilika na nitakuwa nawaonyesha hata hapa kwenye video zetu zinazoendelea kurushwa hapa nyumba ya tiba na dua. Basi tunaenda kumwomba Mwenyezi Mungu atuondoshee kwa uweza wake subhanahu wa ta'ala, na tukiingia mwaka mpya 2022 tuingie tukiwa watu wapya ndani ya mwaka mpya.
Kwa hivyo tutapata dua maalum kubwa kabisa kuwahi kutokea katika mji wa Mtwara, lakini pia tutaenda kupata maji ambayo tutaenda kuyakoga na kunywa, maji ambayo yanatokana na mchanganyiko wa aina 7 za maji. Lakini pia hata hivyo kutakuwa na mnyama au wanyama kwa maana ya kuchinja, iwe ni kafara, na kila mmoja atakayehudhuria siku hiyo atapata fursa ya kuingia katika chumba maalum na kwenda kumgusa, kumshika yule mnyama na kusemea matatizo yake yote ambayo alikuwa nayo ndani ya mwaka 2021 na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka na utukufu wa kuchinja, basi na matatizo yake yaweze kumuondoka, kwa maana akiingia ndani ya mwaka mpya 2022 aingia akiwa salama, mtu mpya na mwaka mpya na mambo mapya kwa idhini yake tabaraka wa taala. Lakini pia kesho ni siku ya Jumamosi, ambao kesho kutakuwa na dua ya watoto. Watoto ambao tumehusiwa tuwaombee dua watoto ili wawe ni watoto wema. Hata kama sisi tukifa, basi watoto wetu wabakie ni wema. Moja ya faida ya mtoto mwema kumwacha ni pale unapokufa. Bwana Mtume anasema idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalath. Mwanadamu anapokufa amali zake zote zinakuwa zimekatika pale, haziendi kwake wala hazinini, isipokuwa vitu vingine vitatu ndivyo vitakabakia vikimfuata huko kaburini, kama kuacha sadaka yenye kuendelea au kamwacha mtoto mwema akawa na kuombea dua. Kumbe hata huyu mtoto mwema anatakiwa kuandaliwa. Maana yake ni kwamba kama hujamwandaa mtoto awe mwema, huwezi ustarajie kwamba eti ukifa utamwacha mtoto mwema, bali mtoto mwema unatakiwa mtengeneze wewe. Sasa ili kumtengeneza wewe, kuna ile hali ambayo uliopewa na Mwenyezi Mungu ya kuweza kumwandaa, lakini pia kuna yale maandalizi ya Mungu mwenyewe kumwandaa mtoto. Sasa wewe umemwandaa, unamlea na nini kwa kiwango ambacho Mungu alichokuwezesha. Bali pia inatakiwa umkabidhi mwanao mbele ya Mwenyezi Mungu. Kumwambia Mwenyezi Mungu, naomba unilindie mwanangu, naomba unitunzie mwanangu, naomba umuongoze mwanangu, naomba umfanye awe ni mtoto mwenye maadili mema, mtoto ambaye anaweza kuwasalimisha wenzake, yani ajisalimishe yeye na kuwasalimisha wenzake, na siwe ni mtoto mwenye kuwadhuru wenzake. Yani hata kama kikuwa awe ni mtu salama na ni jamii salama. Yote hiyo ni mwanzo pale anapokuwa ndio inatakiwa umwandae. Sasa kumwandaa kwetu sisi Nyumba ya Tiba tunakusaidia katika hali ya kuomba dua. Siku ya Jumamosi na Jumapili kutakuwa na dua maalum kwa ajili ya watoto wetu. Tunatumia gharama kubwa ya kuwalaza boarding, tunatumia gharama kubwa kuwasomesha shule zenye gharama kubwa. Tunatumia gharama kubwa kwa kuwasomesha watoto wetu, hata kama si shule za gharama kubwa, bali hata ile kuamka tu asubuhi haraka unampeleka mtoto unarudi kila siku ndio imekuwa kazi yako. Pia ile ni shughuli pevu. Sasa kwa nini umwache tu hivi aje aharibiwe na hasidi mmoja tu, aje aharibiwe na mchawi fulani, aje aharibiwe na shetani fulani? Tumkabidhi kwa Mwenyezi Mungu kwa yale mambo ambayo wewe huyawezi. Manake huwezi kumkabili shetani, manake hujui huyo shetani yuko wapi, hujui huyo mchawi amemtegezea mwanao wapi, bali Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Basi tumkabidhi mwanetu kwa Mwenyezi Mungu, tumwambie Mwenyezi Mungu, naomba unilindie wanangu hawa, ya Rabbi, waongoze, wape kipawa kizuri, wape ufahamu mzuri, wajalie wanangu wawe ni salama, wawe ni jamii salama, watakao kujisalimisha wao kwa jamii na mpaka kwa wewe Mwenyezi Mungu, na wataweza kuwasalimisha na wenzao katika jamii na hata kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Hivyo ndivyo ilivyo tunaenda kufanya kesho, na watapata zawadi yao maalum. Lakini kila mtoto atakayepata hiyo zawadi, sadaka yake ni shilingi 3,000. Lakini pia sadaka hiyo au zawadi hiyo, nitakutaka uje na chupa ya maji. Nitakutaka uje na chupa ya maji. Yale maji tena yawe maji safi, sio maji ya kuteka kwenye bomba, sijui kuteka kwenye kisima, sijui kuteka chukua maji safi, kwa sababu yote yataenda kuchanganywa kwa pamoja na kufanyiwa kisomo maalum, kisha yatarudishwa kwenye zile chupa zenu na kuanza kupewa kila mmoja kwa yake katika hali za namna hiyo. Usisahau chupa, tafadhali biidhnillahi tabaraka wa taala. Ama mimi niishie tu hapo kwa kuanza kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.